Anapita Manyara, anakutana na twiga mmoja mzuri sana, twiga mrefu. Anaendelea kupita huko kule, anakutana na fisi kama ilivyokuwa kawaida. Fisi wanakula hapa. Na yeye ameshajua kwamba fisi wakiwa wanakula maana yake ni chakula ambacho hata yeye pia kinaweza kumfaa. Kwa hiyo naye hufanyaga juhudi ya kuweza kuwapokonya ili na yeye aweze kupata chochote ili maisha yaweze kuendelea. Anafanya timing nzuri na kufanya kitu fulani. Kana mission moja kali sana. Wanamvamia na yeye anapambana kama unavyoona, anapata tonge na anakimbia. Haya ndio maisha yake ya siku zote anavyojifunza maisha katika ulimwengu huu. Taratibu anaweza akaizoea dunia katika hali ngumu ya upweke, anashindwa kujua nini afanye. Mara nyingi anapoingia kwenye maji huwa ni sehemu salama sana kwake. Anapata fursa ya kuoga pasi na kujisugua, lakini pia huwa ni sehemu salama sana kwake. Basi usiku ukaingia bila iana kama ilivyokuwa ada. Mwenyezi Mungu ameumba usiku na mchana katika vivutio hivi vya Kilimanjaro, Manyara na Mikumi. Giza linatanda, sasa ni muda wa kwenda kulala. Kama kawaida, sehemu salama ilikuwa ni juu ya mti. Ndio ilikuwa sehemu salama ya kuweza kupumzika kila ifikapo usiku wa manane. Basi kama ilivyo ada, kila jua linapozama utegemewa jua litachomoza. Hatimaye ni siku ya pili jua linachomoza, ni asubuhi ya siku nyingine. Mwanadamu anaamka na kufanya heshima na kujinyoosha. Sasa anatoka na kwenda
kulisaka tonge lake la kila siku. Upweke umemwandama, hajui wapi anapata ugali wake, wapi anapata tonge lake. Basi kunavyokucha yeye ni kuzurura tu. Lakini leo anafika hapa na kumuona Igo akiwa yuko hapa. Chochote akionacho yeye, hiyo kwake ni fursa ya kujifunza na kutazama. Leo atapanda hapa kuweza kujifunza kitu na kuona. Nakuta mayai sehemu hii, lakini pia mwenye mayai yake yamekuja. Basi anaanguka na kukimbia na kwenda kufanya jitihada nyingine kuweza kuona anawezaje kufanikisha malengo ya kila siku. Juhudi zinaendelea za mapambano, na hapa anapata mayai na kwenda kujaribu kuona kama siku inaweza kuwa njema juu yake kwa mayai haya yaliyopatikana hapa katika msitu wa Manyara. Tazama huku na huku, maisha haya mpaka lini? Upweke unamwandama. Akikumbuka maisha yake aliyoishi kabla ya hapa, anaona hali tete kwa kweli. Janga lingine linazidi kumsogelea, lakini kila siku anasoma apate kujua nani mbaya, nani adui, nani mzuri, kiumbe gani mwema, ili atakapokuja kupata watoto aweze kuwafundisha vyema kiumbe gani usimguse na usimsogelee na kiumbe gani ni rafiki kwake. Haya ndiyo maisha. Maskini anawaona wadudu wabaya hapa, alafu anashindwa kuwatambua. Anawatazama, lakini anagundua kitu, kwenda kuchukua silaha moja na kufanya mauaji hapa. Basi anaweza kujinusuru na kujitetea. Amefanikisha lengo.
Ni wakubwa sana, wadudu wakimsogelea hapa pasi na utambuzi wa kulitambua lolote katika shari inayomsogelea. Lakini hayo yalikuwa ndiyo maisha ya kila siku, ili aweze kujifunza. Bila hivyo hataweza kujifunza. Hayo ndio maisha kila kunapokucha. Dunia nzima yuko peke yake. Ni yeye tu na wadudu, ni yeye tu na wanyama. Hakuna mwanadamu wa aina yoyote. Pengine ujio wake yeye ndio aanzishe kizazi cha binadamu kuwepo katika hii dunia. Kwa hivyo upweke ilikuwa ni sehemu kubwa ya maisha yake ya kila siku.